Mambo vipi mtazamaji wa MJTV? Langu jina ni Mariam Juma. Leo niko katika chuo cha waandishi wa habari mitaa Ilala Bungoni. Nimekutana na dada hapa, atajitambulisha alafu nitamuuliza swali. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Jina lako nani? Grace James. Unasoma darasa gani? Diploma 1A. Okay, anaitwa Grace James, anasoma Diploma 1A. Nitamuuliza swali. Nadhani yeye mnamuona, yeye anapendelea kunyoa. Swali langu mimi linalenga hivi. Yaani ukiangalia kwa asilimia kubwa wadada wa chuo huwa wanapenda kusuka, lakini yeye ananyoa. Yaani anipe sababu, yaani kilichompelekea yeye mpaka akapenda kunyoa ni nini? Mimi tuanza na sababu. Sababu ya kwanza kupenda kunyoa ni kwanza gharama. Cha pili napenda kwa sababu gani? Yaani unakuta wenzako, yaani kila siku utakuwa tu unasuka viminyoosho. Muda mwingine watu wanakuambia wewe asikaga tu minyoosho au sijui nini. Mwingine yaani sometimes unakuwa unajiona aibu mwenyewe. Kwa hiyo unataka kusuka rasta afu na hela hivyo. Kwa sababu yake ya kwanza ni kwamba anakwepa gharama. Lakini sio kwamba tuseme hata kama ukisuka minyoosho, siku zote sio minyoosho kwamba itaenda nyuma. Sio utakuwa unakubadilishia mtindo. Yaani mimi sipendi kwa kweli. Kwa sababu naona tu kama najiumiza kichwa. Alafu mimi kunyoa napenda kwa sababu gani? Hata ukioga unaoga zako kuanzia kichwa, hamna mambo mengi. Kwani ukisuka huwezi kuoga kichwani? Mimi nikisuka, mfano nikiwa nasuka, nikikaa na nywele nakuwa nawashwa sana kichwa. Kwa hiyo nakuwa najikuna, hata skai nazo wiki zishafumuka. Kwa hiyo inakuwa ni kazi bure tu, bora ninyoe. Kwa hiyo sababu yako yani kuu kwamba ni yani unakwepa gharama. Haya, tuchukulie, mimi nadhani wazazi si wanakutumia hela pocket money. Kwani ina maana hiyo hela wanakutumia ina maana haiwezi kutosha mpaka na wewe ukao unasuka? Sio sababu yangu kubwa kama nakopa gharama, hapana. Sababu yangu kubwa nakuwa nawashwa alafu kichwa kinakuwa kinaniuma. Vile anavyokopa ananivuta mimi. Nikija kulala usiku kichwa kinaniuma hata nisuke mnyoosho. Kwa hiyo mimi siwezi kuvumilia maumivu ya kichwa. Na ndio maana nimenyoa. Okay, unawashauri nini yani wadada wanaosuka na wanaonyoa? Yani kwanza yani kipi kinawaweka watu yani wanapendeza zaidi? Cha kwanza cha kuwashauri, yani mtu fanya kile kitu ambacho unakipenda. Kwa sababu kuna watu wengine wakinyoa wanakuwa wanaogopa na wengine wakinyoa wanakuwa wanatembea kama hivyo. Kwa hiyo huwezi kumlazimisha mtu kufanya kitu ambacho hakipendi. Lakini sio pia hawa tuseme tuchukulia wanaosuka, achilia wanaonyoa, tuchukulia wanaosuka. Sio wote wanaosuka tuseme labda hizo hela wanazotumia kusuka ni za wanapewa na wazazi wao, si ndio? Na ndio maana hiyo inapelekea mashindano. Au pia unawashauri nini? Mimi nashauri tu waendelee. Kwa sababu wakiacha wataumbuka. Sisi tushakuzoea unasuka rasta ujue mfano usuke minyoosho mfano mwezi mzima. Mimi sitakuelewa. Nitaona tu hela sasa hivi zimeisha ndio maana hiyo. Kwa hiyo endelee tu wanachokifanya wakiendeleze. Labda mpaka wamalize chuo. Hicho washauri tu ni hicho. Kwa hiyo hata kama wanaiba waendelee kuiba. Waibe tu maana wataumbuka kama nilivyokuambia. Hata kama yani hizo hela wanazipata kwa haramu waendelee hivyo hivyo tu ili mradi wasiumbuke. Sikiliza nikwambie, ushajiweka kwenye uslay coin kuja kutoka maneno yatakuwa mengi. Kwa nini ujizalilishe? Lakini mimi siwashauri kama ndo endelee na mambo kama hayo. Mzazi wako kutumia hela balance, sio lazima ule yote. Au kama una vikazi unafanya, unakuwa unasuka, unajua kutegemea hela ya mtu yani sometimes na wanakuaga wanakosa. Kwa hiyo siku moja mtu kakosa, alafu hapo hivi unataka kuona kusuka, una hela unafanyaje? Lakini ukiwa na kazi yako, mambo yako yanaenda vizuri. Okay, kwa mfano ina maana tuseme unajua kuna wanachuo wengine tuseme labda yani wanasoma lakini kuna biashara zao wanaweza kuwa wanafanya, si ndio? Ulichomaanishia kwamba labda ana kazi yake awe nini yani hiyo hela aweze kuitumia. Kwa mfano unakuta kuna wengine hawana kazi. Alafu labda tuseme kuna wanafunzi wengine tuseme labda ni kama vile wanafadhiliwa tuseme, si ndio? Wanafadhiliwa. Ina maana wale tuseme labda kwenye nini? Masuala yani akiletwa kwa mfano kama chuo kama hapa ina maana vitu vyote kishapewa. Sasa yeye yani hiyo hela ataitoa wapi? Ila ataitoa wapi yani kivipi? Ya kusuka? Hela yani tuseme aendelee kila siku yeye anabadilisha misuka awe kama wengine. Maana hiyo ni kama vile mashindano wanafanya. Yani siku zote ukitaka kuiga maisha ndio utakuwa unateseka. Kwa sababu mimi nimekuona wewe umesuka, mimi nataka kuona kusuka. Basi hicho kitu kitakuwa kinanitesa mimi hapa, mwenzangu kapendeza, mimi sijapendeza au nini. Lakini nikishakubali hali yangu ya maisha kama mimi ni wa minyoosho tu, basi mimi ni wa minyoosho siku zote. Lakini nikishasema mimi ni wa rasta, mwenzangu kisuka hivi, mwenzangu akivaa hivi na mimi nitakuwa nimevaa, shoga yangu hapo utoboi. Ndio utakuwa unatamani unaenda kudanga.
Kwa hiyo inabidi tu uvumilie, kama umeamua kunyoa wewe nyoa, kama umeamua kusuka wewe suka. Yaani ndio hivyo. Haya, unawashauri nini wanachuo wenzio Kuhusiana na kusuka au kunyoa? chochote kile, yani washauri kuhusu chochote kile? Mimi ninachowashauri tu yani wapambane, wasiwe wanaiga. Yaani wasiwe wanapenda sana kuiga. Sasa mtu anaweza akamuigia mtu. Mfano mimi nataka kuwa na maisha kama ya kwako Mariam. Lakini mimi kwangu tu yaweza. Mimi nakuigia kila kitu hivyo. Lakini unajua kuna siku moja utajua kushinda. Kwa ndo hivyo. Kama umeamua kusuka wewe suka, kama umeamua kunyoa wewe nyoa, msipende kuiga jamani wadada. Taumbuka. Naonea huruma. Okay, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami Mariam Juma. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe. Asanteni.